miradi. Ongeza sauti kidogo. Kuna hili swala la miradi umelizungumzia na pia mwenzangu hapa amelizungumzia, lakini swali moja ambalo mkazi wa Embu ameniuliza ni kuulize wewe ni kuhusiana na ujenzi wa mabwawa matatu ambayo umekuwa ukiyataja na ukasema kwamba utayakamilisha ili mradi yaweze kufaidi mkulima. Mpaka wa sasa mwananchi anauliza hili swala lilisahaulika ama vipi? Swali la pili na la mwisho ni kuhusiana na mageuzi ambayo umefanya katika baraza lako la mawaziri. Ulimtimua Bwana Muturi, ukamteua Bwana Ruku ambaye ni mbunge wa kule Mbeere North. Wananchi wanajiuliza ni lipi ama ni ulipofanya hili jambo ni kipi ambacho ulitarajia ama ni kipi ambacho ulitarajia kutoka kwa mwananchi, hasa ikizingatiwa kaunti ya Embu ni pahala ambapo kumekuwa na wananchi hawatosheki sana ama kidogo wana ghadhabu na serikali yako. Jambo la kwanza, mabwawa haya ambayo umesema nafikiri ni Kamumu na zile zingine mbili ni bado iko katika mpango yetu ya development of dams. Tulibadilisha sheria pale nyuma tukasema so that we can have more resources to work on dams. Tuwe na sheria ambayo tutakuwa na ile water purchase agreement ambayo itatusaidia kupata pesa ya kutengeneza bwawa zaidi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, saa hizi ukiuliza gavana wa Embu wameshirikiana na waziri Murithi ambaye ni waziri wa mambo ya maji katika mpango ambayo tuko nayo na Africa Development Bank ya karibu bilioni 60 ambayo itatusaidia kusambaza maji sehemu tofauti tofauti za Kenya. Ikiwa ni awamu ya pili ya ile mpango tulifanya ya Embu ambayo ilileta maji Embu Town ambayo ilikuwa ni mpango ya 2.4 billion ambayo tulimaliza 2023. So that is the program on the dams. Kwa mambo ya rafiki yangu Bwana Muturi. Bwana Muturi nilimpatia kazi kama mkuu wa sheria. Yeye mwenyewe alinieleza ya kwamba hii kazi kwa sababu hajakuwa practice kwa muda mrefu, kwa sababu alitoka huko kwa kuwa magistrate, akaenda bunge, akakuwa mbunge, akakuwa speaker, akasema ile kazi kidogo inamlemea. Yeah? So nikakaa kidogo nikaona kweli amelemewa na ile kazi. Lakini makosa pengine ni yangu, nilimsindikizia, I persuaded him. Nikamwambia no, it's okay. Fanya tu hii kazi. Nafikiri haitakulemea. Lakini kwa muda nikaona kweli imemlemea. So nikasema okay, wacha nimbadilishie kazi. Nikampatia kazi ya waziri. Lakini hata wewe unajua. Sasa hapo katikati akagoma kuja katika baraza la mawaziri. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, ni mimi nimemfuta kazi ama ni yeye alijivuta kazi? Sasa wewe ni waziri, baraza la mawaziri umeigomea. What am I supposed to do? Lakini Mheshimiwa Rais, iwapo what am I supposed to do?